Mtazamaji wa Impulse TV, jioni ya leo tuko na mgeni wetu wa wiki ambaye atatujuza kazi yake katika kipindi hiki cha Story Yangu. Atatuambia yeye ni nani na anafanya kazi gani na vile anaweza kujiendeleza kimaisha kutokana na hii kazi. Hujambo? Jambo. Tungepata kwamba utuambie angalia katika kamera ile, uambie mtazamaji wetu jina lako. Asante sana. Majina yangu ni Sheila Kiarie na mimi ni mkaaji wa Nakuru County, Nakuru Town. Yeah. Na hapa ambapo tupo naona kuna shughuli ambayo inaendelea. Sijui tuambie ulizaliwa wapi, ulisomaje na vile ulijipata katika sekta hii. Alright. Mimi nilizaliwa upande wa Elbagon, lakini nimetoka Umasaini na nimesomea shule tofauti. Nimesomea Molo, nimesomea Nyandarua, ndio, na pia nimesomea Kitui na nikamalizia hapa Nakuru. Mwaka darasa gani ama kila kipi umezungusha shule hivi? Ni masomo tu ya kawaida juu ya mambo tofauti. Unajipata huko katika maeneo pia tofauti. Vile wazazi pengine wanapigwa transfer. Okay. Lakini yote tunashukuru. Mimi ni mfanyikazi mwanabiashara hapa Nakuru. Ndio. Na ninafanya kazi ya funeral services. Kazi ya kuuza majeneza, maua, mambo na tent, kila kitu ambayo inahusika na wafu. Tunaita wafu, watu ambao wamepumzika. Sisi ni marafiki wa hao watu. Naam. Yeah. So pengine mtazamaji hapa haelewi funeral services ni kusema nini? Fafanua na tujue hizi huduma ambao unaweza watolee wale waliokufa ama waliopumzika, waliotuacha ni huduma za aina gani? Huduma za funeral services ama huduma za mazishi ni kama kuuza majeneza, kuuza maua, kuuza mavazi ya waliokufa, kuwarembesha ama ile tunasema kuwapodoa ama makeup kwa hiyo lugha nyingine, tunawafanyia hao ambao wamefariki. Yaani mwenye amefariki pia huwa anafanyiwa kupodolewa? Mwenye amefariki huwa tunamfanyia pia hayo mapodozi ili akaweze kukaa tu kama vile alivyokuwa akiwa uhai. Kuna pia wenye wakiwa uhai wanafanya makeup. Sasa huwa tunataka kuhakikisha kama amepumzika pia anakaa hivyo alivyokuwa akiwa uhai bila kubadilika. Na pia tunahakikisha pia hata mavazi ambao wanavalishwa ni mavazi mazuri, wamevalishwa vizuri. Hiyo ndio kazi yetu. Na ulijipata aje katika sekta hii? Kabla nikuje kwa sekta hii nilikuwa nafanya kazi na NGO. Hapo ndio nilikuwa nimeajiliwa. Lakini muda uliposonga nikapatana na rafiki yangu ambaye alini introduce kwa hii kazi. Haikuwa rahisi vile, lakini nikajiunga na kazi hii, na kwa kuwa mimi ni mwanabiashara na pia hii ni biashara kama zinginezo, nikaona pia ni biashara tu naweza fanya, na join na nikaendelea. Hisia zako ulipoanza kazi hii ilikuwa ni aje? Kama ulikubali kutoka moyo wako ama ulifanya tu kwa sababu ni kazi tu kama nyingine, ama ilikuwa na hisia zingine ambazo tunaziita hisia mseto? Haikuwa rahisi vile, na haikuwa pia ati ni kazi ambayo ungependa sana, lakini nikapata pia kwa neema ile ambayo tunaita God's grace, ndio ikafanya nianze hii biashara. Si kazi rahisi kama vile watu wanavyoiona, kwa maana ni kazi ambayo una deal na watu wako na emotions. Hivi emotions tutazihitaje kwa Kiswahili? Ni hisia. Unapata ku deal na watu ambao wako na hisia tofauti, watu ambao wamejawa na majonzi, watu ambao wako na kilio
kingi, ni ngumu sana kudili na hawa watu. Kwa hivyo ni kazi ambayo inahitaji a lot of grace, ni kazi pia inahitaji a lot of patience na pia kukua humble na pia uzoefu wa wafu. Kuzoea wafu pia si kawaida, si virahisi vile watu wanavyofikiria. Kwa sababu huwa naona watu wengine mtu akishaaga hata mtu kumkaribia, watu alio hai kumkaribia inakuwa ni shida, mtu hataki. Ulifikaje ukakuwa wewe unafika mahali pale ati unamhodoa aliaga, akuongeleshi, akwambii chochote, apumui? Ni mazoea tu, ningesema ni mazoea tu na pia neema ya Mungu, kwa maana kuzoea wafu si kawaida, si kitu rahisi vile. Manake nilipoanza hii biashara ilinichukua muda wa kama miezi 4 kabla sijazoea hata kuona mwili. Nikiona mwili silali usiku, sitaki kuona giza mahali. Hiyo mwili ambao uliona inashinda kwa akili yako, inakutorment. Lakini pia nikakuja kugundua it's all about psychology. So the more unaona mili mingi, the more hutaweza kuyakumbuka yote. So ili nikaweza kuvuka mambo hayo, ilibidi nikuwe ninatembea kwa mochari mara kadhaa, ili nikuwe na uzoefu, ili nikuwe sina... Unaenda tu unakuona mili tu? Uoga, naenda tu kwa kuona mili. Ama venye tu ninaenda kufanya kazi, ninaenda tu ninasaidiana na hawa watu wa morgue, nikakuwa na huo uzoefu. Lakini sio rahisi. Sio rahisi, nitakwambia sio rahisi. Inachukua neema pia. Mtazamaji wetu unaweza kusikia hapa mambo haya yanaanza kuleta hisia mseto, vile dada huyu alipoanza ni kazi ya kuwashughulikia ambao wamekwisha tuacha. Twende mapumziko mafupi kisha tarudi ili tuweze kuendelea. Usibanduke. Moja kwa moja tumepata kurudi ili atujuze vile anaweza kuwa na ule ujasiri na uhodari wa kufanya kazi hii, ambapo watu wengi, mimi nikiwa mmoja wapo, kazi huwa mimi naona na matisho mengi na sitafahamu nyingi unapokuwa ukitenda. Hebu tuambie, siku ya kwanza kabisa, the first time umeletwa kazini, naambiwa mwili huu utavalisha nguo, mwili huo utapodo, hisia zako zilikuwa namna gani? Tupeleke hatua baada ya hatua. Mara yangu ya kwanza nilipewa, ilikuwa kazi ya kwenda field. Manake pia ni sisi tunapeana hizo services za kwenda kwa mazishi, kuhakikisha hiyo mwili umefikisha nyumbani, na pia umefanya hizo services ambazo zinapeanwa hapo nyumbani, na ili kuhakikisha mwenda zake amepumzika vizuri, hata amefika mahali anapolazwa nyumba yake ya mwisho vizuri. Sasa hapo ndipo nilipoanza kuchukua sanduku kupeleka kwa mochari, kuhakikisha mwenda zake amewekwa ndani ya sanduku vizuri, kuhakikisha kila kitu iko sawa. Haikuwa rahisi. Of course kuna ile kauoga, hutaki kuingia mochari na ni kazi yako kuhakikisha sanduku imeingia ndani ya mochari. Sasa ile uoga inakuwa mingi sana, unapata hata hutaki kuingia peke yako, unatafuta watu kadhaa ama mtu ndio mnaingia na yeye. Pia ukiingia huko kwa mochari pia unaogopa hao ambao wanafanya kazi huko. Maana kwa tunasikia mambo mengi ya kuhusu the morticians, ati wanaweza kufungia huko ndani, wanaweza fanya hizo vitu ambazo tunasikia huku nje. So pia mimi nilikuwa tu na hiyo notion ya vitu ambazo ninasikia. So hiyo uoga lazima ingekuwa na mimi, na ikakuwa challenge sana kwangu kwa muda fulani. Hadi nikazoea kabisa. Sawa, umeingia, umeenda, mwili umevalishwa nguo, umewekwa ndani ya jeneza. Hatua yako kutoka hapo, kazi yako rasmi sasa inaanza. Ikisha anzia hapo, sasa pia ni kazi yangu ya kuhakikisha after viewing sanduku imechukuliwa vyema, imebebwa vizuri, imeletwa kwa gari. Alafu pia nahakikisha sanduku imekaa vizuri, alafu tunaanza safari. Sasa kama hiyo kazi ambayo tulikuwa tumepewa ni ya kazi ya kwenda nyumbani, ya the last respect ya kwenda nyumbani. Tunafika nyumbani, tunahakikisha mahali mwenda zake anawekwa ili ibada ikafanyike. Tuna set hiyo ka small gazebo, tunaweka meza, na tunahakikisha amewekwa hapo vizuri, hakuna kuchomeka na jua. Alafu pia tunahakikisha nyumba ambayo
anapumzishwa nyumba yake ya mwisho, tumeseti ile mashini tunayoita lowering gear, inasetiwa vizuri na hakisha kila kitu iko salama, ili mwili wakimaliza ibada wakileta mwili, inakuwa kila kitu iko set. Kazi yetu pia tunateremsha mwili. Akishawasili hapo katika nyumba yake ya mwisho vizuri, tunatoa mashini yetu na kazi yetu inaishia hapo. So pengine pengine unajua kuna changamoto ambazo huwa zinakumba kila sekta katika kila taaluma. Na sana sana kuelekea upande wa magharibi, unasikia mara mwanazake alikataa kwenda nyumbani, mara sijui nini, gari inabadilishwa, sijui ongelesho, sijui na nyanya yake. Ushakumwona jambo kama hili? Haya mambo yapo ama ni yapo, si hadithi. Si hekaya. Hapana, si hekaya. Manake sisi sasa tuna deal na watu ambao ni tofauti na lazima wote wahudumiwe. Ndio. So watu wako na tunazita aje hizi superstitions ama imani, hata imani na itikadi za kwao, na lazima pia wazifuate. Ndio. So sisi kama watu ambao tunaofa pia hizo funeral services, lazima pia tufuate, maana ni dini za kwao, na lazima pia wazifuate. So unapata mtu pengine kulikuwa na mambo ya huko kwao, lazima hii ifuatwe, lazima hizi zifuatwe, pengine hawakuyafuata. So unapata pia kuna hako mambo yanatokea. Inabidi waongeleshwe, wengine wachapwe. Sasa wewe ushaishuhudia mata ni hadithi tulishasikia? Sasa ambayo nimeshuhudia mimi ni mwenda zake ambaye alikuwa ameuawa. Sasa ikawa lazima ambaye amemuua apatikane. Sasa unapata lazima tumwekee tochi ndani ya sanduku, tumwekee kisu ndani ya sanduku, ili tunapoanza safari tukielekea mahali ambapo hiyo tochi itazimikia, mwenye alimuua hata yeye anafaa kuzima, meaning ni kama anafaa kufariki pia. So hizo ni baadhi ya vitu challenges ambazo tunapatana nazo. Kwa hivyo wewe ushaipatana na janga hili ama tukio hili moja kwa moja? Kabisa. Na ilifanyika nini? Sasa mimi sikujua juu after tumewasaidia sasa kuweka tochi, kuweka kisu. Sasa aelekezwe nyumbani. Sasa mimi sijui vile kulivyoendelea. Unajua mambo zingine pia haufuati sana juu pia unaogopa. Na alikataa kwenda kabisa ama ni imani tu? Wengine wanakataa kwenda kabisa. Gari inakataa kwenda? Inakataa kwenda kabisa. Gari yako imetoka nao nyumbani ikiwa salama? Kabisa. Na hata mkigeuza muanze kuchukua njia tofauti, gari inaelekea. Haziwi hadithi? Si hadithi. Mimi huwa zinafanyika. Hatuwe inabidi maka jeneza ligeuzwe, kichwa kielekee kwenye mnatoka, miguu ielekee kwenye mnaenda. Nasikia kitu kama naona kama ni hadithi tu za kinyanya. Hizi vitu ziko, hata kama sijashuhudia mingi, lakini ziko, si hadithi. Kuna wengine wanachapwa, wengine sio wanapewa mvinyo, wengine wanaongeleshwa, inabidi nyanya yake ama mzazi wake aliyekuwa karibu na yeye sana muongeleshe ili aweze kukubali, aende aache kuwasumbua. Wengine wanaongeleshwa, wanaambiwa waacha kutusumbua, mambo yamekuwa magumu hivi, na anakubali. Wengine nasikia hata wanakubali, na kuna zile ishara ya kwamba tu wamekubali. Sasa kishafika hapo, unakuwa kilomita moja wakiongeleshwa ndio vitu zingine lazima pia ukae kando. Traditions zingine si rahisi. Okay, na sasa katika kila taaluma kuna ile mtu huwa amka anaombea kazi yake, anaambia Mungu abariki kazi yake, awape wateja. Sasa kwa taaluma hii, kwa sababu naona ni taaluma tu kama zingine kulingana na vile umeniambia. Uwa kazi, hebu nipe account ama siku yako kuanzia asubuhi umeamka, umekuja, umeombea kazi, unaomba aje? Kwa sababu sisi tunaombea hii kazi kama kazi nyinginezo. Tunafanya pia biashara tofauti, lakini vile tunavyoombea hizo biashara, hivyo ndivyo bado tunaomba ya kwamba Mungu abariki kazi ya mikono yetu na tupe customers. Na tunaposema customers, hatumaanishi watu ambao wako uhai wafe ili tupate customers. Hapana, ni watu ambao wamefariki, manake watu ni wengi wamefariki, familia zao Mungu awaelekeze kwetu ili tukawape hizi huduma. Hiyo ndio maombi yetu.
ni Mungu abariki hao ambao familia zao, manake ambaye ameaga yeye mwenyewe haezi kuja kutafuta services hizi mwenyewe, lazima familia yake ikuje. Sasa tunaomba Mungu awasaidie wakuje kwetu ili tukaweze kuwapea hizo services. Hatuwezi omba watu wafe, kwa maana hata sisi ni watu, tunaweza fariki, tuko na watoto, tuko na wazazi, tuko na wazee. Hapo ndio watu huwa hawaelewi sana kuhusu hii kazi yetu, kwa sababu nasikia mtu akiumwa Mungu amwambia ati Mungu nibariki, you know, na ni kazi. Naona haya majeneza ambayo kwa mbele zetu hapa si ya kuweka nguo ndani, si ya kutia kitu kingine kile ndani, kweli ni wafu. Unashinda utaomba aje upewe kazi bila kutarajia kuna mtu ataaga. Vile huwa ninaeleza hata wateja wangu na pia nikizungumza na watu kuwaelimisha, mambo ya kifo ni ya Mwenyezi Mungu, sio ya binadamu yoyote kujua nani atakufa ama ni mambo ya Mungu. So hii mambo yote ni yeye anaamua. So ambao watu wenye wameaga hao ndio huwa tunaomba tupate customers. Kwa hivyo ni vyema pia watazamaji waelewe hivyo, ili wakaweze pia kuchukua hii kazi yetu ni kazi tu ya kawaida, ni kazi tu kama ile nyingine, na pia waweze kuappreciate manake kama hatungekuwa kwa hii industry, watu wakifariki wangekuwa wanakuja wanapata nani, lakini saa zile wamekuja wakapata Sheila yuko hapa, Sheila anaongea nao, anawahudumia vyema, anawafariji. Unaona, inakuwa inakuwa wepesi kwao. Kitu maybe kinaweza tia mtu majonzi. Mita chache kutoka hapa ni hospitali kuu ya wilaya ama PGH. Na maybe mgonjwa anaweza pita hapa, uone kama kutazama tu, akitazama upande huu, angalia ona majeneza yako hapa, akate tamaa ya kuishi, kwa sababu maana kama kila kitu kimetayarishwa, majeneza yako hapo, magari ya kusafirisha wafu. Wajua, mambo ya kifo kama vile nimekueleza ni ya Mwenyezi Mungu. Ndio. Na hatukatai kwamba mtu anaweza kuwa anapita hapa kielekea hospitalini aone majeneza, maybe moyo wake uende chini kidogo. Lakini jambo lingine watu wanafaa kujua, tena hatuwezi kuwa mbali sana na hospitalini, kwa maana customers lazima uweke biashara mahali ambapo customer wako ako. Lakini customer wetu si ambao watu wenye wanaenda hospitalini. Ni vile sasa hospitali na mochari hazikuangi zimetengana sana. Na ndio maana sasa tuko karibu hapo. Na pia watu wanafaa kuelewa, hata sisi ambao tunauza haya majeneza, ambao sisi si wagonjwa, hata sisi tunaweza fariki, hata sisi tunaweza kufa. So kifo haiko sio sisi kuamua. Ni mambo ya Mwenyezi Mungu peke yake. Na katika kutoka hapa maybe mnaenda kama mahali kama Western. Huwa peke yako ama huwa na msaidizi wako, ama kazi yako unaifanya namna gani? Wakati mwingine ninaenda peke yangu. Sio lazima niwe na msaidizi, kwa maana ni kazi ambayo nimezoea. Lakini pia tuna wafanyikazi wengine ambao ni wanaume. So wakati mwingi wao ndio wanaenda hizo kazi za Western, manake ni kazi za kwenda kulala. Wengine watu wametaka services hizi waende siku 3, siku hata 4. Karibu tena katika mahojiano haya, tukapata kujua dada yetu Sheila vile baada ya kutoka nyumbani kufika kazini huwa anaanza lipi, inafuatilia lipi, alafu anamalizia vipi. Nikifika kazini, jambo la kwanza ni kuomba. Hata kama nilikuwa nimeomba huko nyumbani, ni kuomba pia hapa kazini, na kuhakikisha pia wafanyikazi wetu wengine wamefika vizuri. Tunakuwa na majadiliano kidogo. Alafu tunaanza kuhakikisha
kwamba masanduku ambayo yalikuwa yanazikana hiyo siku yamepelekwa katika mochari, maua yako sawa, misalaba iko sawa, majina yanaambatana vyema ya misalaba, tusiwe tumefanya makosa madogo madogo katika uandishi wa misalaba. Alafu pia tunaanza sasa kupanga kazi za the following day. Hivyo ndivyo tunafanya. Na maybe kando na kuchanganyisha ishara ya msalaba, ambao msalaba ulikuwa suppose uende pengine magharibi, pengine umeenda mashariki. Pia kuna vile unaweza kuwa mwili ambao ulikuwa uende magharibi, umeenda mashariki. Ushakumbana na jambo kama lile? Mambo haya ni ngumu sana kutendeka, kwa maana katika majeneza huwa tunaweka stickers ya kusema tunaandika jina ya mwenda zake, mahali anapozikwa, na pia huko kwa mochari mwenda zake pia huwa na tags zao. So lazima hizo tags ziandamane na majina ya msalaba na pia jina ambalo limeandikwa hapo kwa sanduku. Kwa hivyo ni ngumu sana, though hakuwezi kosa moja ama mbili zinatendeka, lakini pia ni ngumu sana, kwa maana kuna pia procedure za kutoa mwili kwa mochari. Yeah. Na jambo kama hili likitokea, sijui huwa mnalitatuaje kama nyinyi kama wenye kupeana huduma hii? Kama vile nimeeleza ni ngumu, lakini just in case likatendeka, na pengine mwili iende mahali ambapo hapakufaa ama haikuwa ya hawa watu, tena hiyo inakuwa balaa. Inakuwa sasa ni police case, na pia koti linaingilia ili watu wakaweze kujua mtu wao ni yupi hivyo. So ni balaa kidogo. Tushaona kwa runinga mara kwa mara, unasikia watu walipeleka mwili sehemu fulani na wakauzika na wakaenda zao, ombolezaji wakaenda zao. Alafu siku nyingine unasikia kuna order kutoka kotini imekuja, huu mwili umeulizikwa mahali hapa, au kustahili kuzikwa hapo, si mwili wao bado uko katika hifadhi za maiti. Huwa inafanyika nini huwa shida pale unapewa mwili ambao si wenu? Sasa unajua pia kuna Mwingereza husema man is to error. Kazi hizi pia ni binadamu wanafanya, na pia binadamu hukosea. Ndiyo. Binadamu hufanya jambo ambalo halikufaa kufanywa na likafanyika vinginevyo. Sasa hii inakuwa tu ka procedure huko mochari. Unapata pengine hata watu ambao walikuwa wanakuja kuconfirm mwili sio hao wenye walikuwa wameleta huo mwili, so pengine watasema mwili ni hiyo na sio hiyo. Ama pia katika kuweka tags, pengine kwa kuwa na makosa kidogo ambayo ni ngumu pia kutendeka, lakini hufanyika. Sasa ikishafikia hapo, inakuwa kazi ngumu, na ndio maana nikakwambia sasa ikifika hapo lazima koti iingilie na ilete huo usaidizi. Na sasa kesi imefika kotini, order imetoka, mwili umefukuliwa, umerudishwa kwenye hifadhi, umepewa wenyewe. Ukirudi mara ya pili kuletea mwili ambao ni sahihi, itakuwa namna gani? Utawalipisha ada nyingine ama itakuwa vipi? Kulipisha, lazima tulipishe ada nyingine, maana tulifanya hiyo kazi ambayo tulikuwa tumefanya hapo awali, tulikamilisha. Tuseme walikuwa wametulipa 10,000 za kufanya hiyo kazi yote tulikamilisha. So kama mwili itafukuliwa tena irudishwe kwa mochari, itakuwa tena ni kazi upya, watalipa tena upya ili tukafanye kazi hiyo. Lakini pia kutakuwa pia na maelewano kidogo, juu pia sasa unaona hapo pameingia tena lazima ni kama kosa kadogo kalifanyika. So pia sisi tuko hapa kuwasaidia, tuko hapa kufinyilia watu, tuko hapa pia kusaidia na watu. Unaona sasa pia hapo kunakuwa na pengine majonzi mengi, wanashindwa ni nini haya, ya nini inatendeka. So pia sisi tunasaidia, so kunaweza kuwa na kama elewano kadogo ili tukasaidiane. Mtazamaji, dada huyu pia anatuambia changamoto bado sio haba katika kazi hii yao, na pengine atuambie kama yeye ni mke wa nyumbani ama ana watoto, na pengine familia yake huwa kazi yake wanaichukua vipi? Mimi ni mama wa watoto wengi na pia mimi ni mke. Na familia yangu inakubali hii kazi ambayo ninafanya. Hapo awali nilipokuwa nikianza haikuwa rahisi vile.
Utapata kunako kauoga, wanakuuliza mbona uache kazi nzuri uende ukafanya kazi ya majeneza, huwezi fanya kazi tofauti, hii kazi si nzuri. Sasa inakuwa ni ngumu, lakini kwa watoto wangu na jamii yangu na wote ambao wako karibu na mimi wanakubali tu. Ni kazi tu kama nyingine, bora pesa, bora unga ipatikane, bora uweke sahani ugali mezani. Mezani. Na pia sasa lazima watu wafahamu ni kazi kama nyingine. Ni ngumu, sikatai, ni kazi ngumu, ni kazi ambayo iko na mambo mengi ambayo pia lazima tuyaangalie, lakini ni kazi kama nyingine. Sababu na huwa naona pengine umekaa umeshinda na watu ambao wana huzuni, wanapiga nduru, ndoto huwa zikusumbui usiku ama? Hapana, huwa hazinisumbui hata kidogo. Ukishakuwa na huo uzoefu hazisumbui, lakini hapo mwanzo utapata zinakusumbua. Lakini pia katika kuomba na pia Mungu akiwa mbele, unapata haya mambo hayatufuati sana. Manake ukipata mtu maybe mtu pengine kazi yake ni kazi ya makanga, umesikia usiku anaota akiwa kazini anakuzaba kofi na mafarakano inaanza pale. Sasa sisi Mungu ametusaidia sana, ametupa neema. Sasa hatuna hizo ndoto, maana sasa tukiota tutaota tufanye aje? Ukiota ukiambia mtu hebu songesha hii mwili. Hapana. Mungu ametusaidia katika hiyo sekta, hatuna hizo ndoto mbaya. Kwangu mimi, wacha nizungumzie kwangu binafsi, hatuna hizo. Mimi sina hizo ndoto mbaya, lakini pia maombi yanahitajika kwa wingi ili kufunga na kuomba. Hii kazi si rahisi vile watu wanavyofikiria. Pengine kuna dada yuko pale ambaye ni dada yetu ambaye pengine hana kazi na pengine kuna kazi kama inapatikana, ungemwambia nini? Ungemwambia vipi? Kitu ambacho naweza ambia madada wenzangu ama wasichana wenzangu, wasichague kazi. Ukipata hata kazi ya majeneza, kazi hata ya mochari, saa hizi nina advice hata wasichana wengi wafanye mortician science, na wengi wamefanya na wamepata kazi. Kwa hivyo tuache uoga mingi, kazi ikipatikana tufanye kazi, tusichague. Bora ikuwe na pesa, tusichague kazi, tufanye kazi. Kazi ni kazi. Na tukue empowered as women. Bado tumbo joto hii kazi kwangu mimi sijui lakini hivyo ndio hivyo. Tumekuwa na dada yetu ambaye ameweza kutueleza maisha yake, vile amekuwa kufanya hii kazi na vile amebobea, na sasa nasikia na uzoefu anaichukua kama kazi nyingine. Mwaka wiki ijayo la msiki.